Habari, karibu katika channel yako pendwa ya Elimu Kwanza. Leo nitapenda kuzungumzia ni kwa namna gani unaweza kupata mtoto wa kiume, au ni kwa namna gani unaweza kupangilia aidha nipate mtoto wa kiume au wa kike katika familia yako. Sasa leo tutazungumzia ni namna gani unaweza kupata mtoto wa kiume. Kumekuwa na nadharia nyingi, watu wakijiuliza ni namna gani ambavyo naweza nikapanga nipate mtoto gani awamu hii. Kwa hiyo basi leo nitazungumzia nadharia moja inaitwa nadharia ya Sheto, ambayo hii nadharia inaelezea jinsi ya kuongeza uwezekano wa kupata mtoto wa kiume. Tunaelewa kwamba kulingana na hii nadharia ya Sheto, anazungumzia kwamba kuna mbegu za kiume ambazo ni Y na mbegu za kike ambazo ni X. Tunaambiwa kwamba mbegu za kiume ambazo ni Y, hizi ni nyepesi na zinaogelea kwa kasi zaidi, lakini hufa haraka. Lakini mbegu za kike ni nzito na huogelea polepole na zinakaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo basi ili upate mtoto wa kiume, unaambiwa ya kwamba shiriki tendo la ndoa karibu sana na siku ya ovulation, yaani siku 14 katika mzunguko wa kawaida. Katika mzunguko wa kawaida ambazo ni wa siku 28. Kwa hiyo vitu vya kufanya ni kwamba tunaelewa kwamba tuchukulie mfano mzunguko wa siku labda 28, mzunguko wa siku 28. Huu mzunguko wa siku 28 unaambiwa siku ya kwanza mpaka siku ya 5 tunaambiwa hizi ni kipindi cha period, ambao kwa mara nyingine tunasema ni kipindi cha hedhi, na kipindi cha siku 6 mpaka 12 hiki ni kipindi cha maandalizi ya ovulation, na siku 13 mpaka 15 ni kipindi cha ovulation, yani yai linakuwa linatolewa. Na siku 16 mpaka 28 ni siku baada ya ovulation. Kwa hiyo ili uweze kupata mtoto wa kiume kwa yule ambaye ana mzunguko wa siku 28, basi anatakiwa ashiriki tendo la ndoa siku ya 13 au siku ya 14 au siku ya 14. Kwa hiyo uweze kupata mtoto wa kiume unatakiwa ushiriki katika hizi shughuli. Lakini naomba nikujulize ya kwamba hizi ni nadharia. Hii ni nadharia na haiko accurate kwa 100%. Kwa hiyo usio kasema mbona nilifanya hivyo lakini sikupata. Kuna vitu vingine, kuna factors nyingine ambazo zinaweza zikaathiri iko kitu hii nadharia isiweze kuwa na ufanisi zaidi. Sasa kuna yule ambaye anajiuliza, mimi nina mzunguko wa siku zaidi ya 28, nitafanya nini? Nadharia ya Sheto inatuambia kwamba kwa yule mtu mwenye mzunguko tofauti na siku 28, unachotakiwa kukifanya ni kuchukua zile siku za mzunguko wako. Kama una mzunguko wa siku 30, unachokifanya unachukua 30, unatoa siku 14. Kwa hiyo ukitoa hapa utakachokipata ni siku 16. Kwa hiyo wewe utashiriki tendo la ndoa siku ya 15 na siku ya 16 au 17. Sana shiriki kwenye hizi siku mbili, siku ya 15 na siku ya 16. Kwa kufanya hivyo utaongeza accuracy. Utafanya uwezekano mkubwa, utaongeza uwezekano wa wewe kupata mtoto wa kiume. Kufikia hapo nakuwa nimefika mwisho wa video hii ya leo, ambayo inaweza kuonyesha ni kwa namna gani ambayo unaweza kupangilia mtoto unayemtaka. Kwa hiyo nishukuru sana kwa kuendelea kufuatilia video zetu kutoka channel yako pendwa ya Elimu Kwanza. Basi usisite kuendelea kusubscribe, kulike na kutoa maoni yako, ni nini tuboreshe au ni tuzungumzie kuhusiana na kitu gani. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Uwe na wakati mwema.